nawaletea rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. DJ, viongozi ambao wako kwenye hii gari, kwa heshima kubwa naomba mketi chini. Kuna swali nataka kuuliza watu wa upande huu. Kamkuyu oye! Kamkuyu oye! Munaniona vizuri? Munaniona vizuri? Huko juu kwa soko munaniona vizuri? Hapa katikati munaniona vizuri? Pande hii munaniona vizuri? Pande hii munaniona vizuri? Mimi ndio Sifuna. Na nyinyi ni kina nani? Ati nyinyi ni kina nani? Na hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Walisema hatuwezi ingia Kamkuyu. Nataka mseme tumefika hatujafika? Tumefika hatujafika? Tuko hapa na kikosi kikubwa, lakini kwa sababu tunakimbia kuingia Bungoma, nataka mturuhusu tu niwatambulishe Mheshimiwa Boni Khalwale, seneta wa Kakamega, yuko hapa na sisi. Babu ametangulia Bungoma, mtamuona Bungoma. Tuko na seneta wa Vihiga, Mheshimiwa Godfrey Osotsi, yuko na sisi hapa. Kutoka kule Funyula tuko na ndugu yetu anaitwa Oundo, ambaye ni mbunge wa Funyula, pamoja na speaker wa bunge Busia anaitwa Odilo. Tuko na mbunge wa Kitutu Chache South anaitwa Anthony Kibagendi. Tuko na Mheshimiwa Clive Gisairo pale. Halafu nani mwingine nimewacha? Oh, Patrick Simiu namuona kule. Mheshimiwa wa Mavoko yuko pale. Patrick Makau aliyekuwa governor, the governor, people's governor wa Meru, anaitwa Kawira Mwangaza. Walinyanyasa huyu mama sana, lakini nakuambia Kawira Mwangaza, vile mimi nasema Kenya nzima, miaka yako iliyoliwa na nzige, Mungu atakurejeshea. Nani nimesahau? Wabunge. Oh, tuko na Mheshimiwa Karoli Omondi kutoka Suba South. Unajua wengine siwaoni kwa sababu ya muda, mheshimiwa anatembea. Utatambua wengine wote ambao wako na sisi, si ndio? Kamkuyu oye! Kamkuyu oye! Tumekuwa Kitale jana, na kabla tuende Kitale tulikuwa kule Taita Taveta. Mulituona mkutuona? Tumetembea, tumeenda Nakuru, tumeenda kule Kajiado, tumeenda hata Kisumu. Walikuwa wanasema huko ni broad based, lakini wananchi wamejitokeza wakatuambia maeneo hiyo yote mpaka kule kwa mlima hakuna kura ya Kasongo mahali popote. Sasa kuna rafiki yangu hapa Kamkuyu anaenda Nairobi, anaambia rais ati mahali kuna kura ya Ruto ni hapa Kamkuyu. Hapa kuna kura ya Ruto hapa. Pande ile kwa college hapo kuna kura. Hapo juu bwana kuna kura ya Ruto hapa. Hapa katikati iko kura ya Ruto. Hapa kuna kura ya Ruto. Hapa kuna kura ya Ruto. Huko juu kuna kura ya Ruto. Labda tuulize kwa soko kuna kura ya Ruto huko. Sasa nataka kumuomba ndugu yangu Lusaka. Ndugu yangu Lusaka, usizame na Ruto. Wewe ni ndugu yangu. Mimi nakuheshimu. Na nilikwambia nitakuja mpaka Kamkuyu ni kuombe kura yako. Leo nikiwa hapa Kamkuyu nataka kuomba kura ya Lusaka. Najua ako tu mahali hapa nasikiza. Lusaka papa. Nenya kusabe kura yo, hata wakolo mwoli kucha kukua. Nenya ngwene nde kura ya Lusaka. Sekalika ryo? Lakini nenya mumubolele paka awulile. Kamkuyu anano mwalo muli kura ya Ruto mbaota. So nataka mseme one time mpaka asikie. Ruto! 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 Na tuna sababu tunasema one time. Lusaka kama governor, unajua adui mkubwa wa ugatuzi, yule mtu ambaye amekufinyilia kama governor ni William Ruto. Sisi kwa Senate tukijaribu kusukuma pesa ikuja hapa chini, yule mtu ambaye anakataa kupea magatuzi yetu pesa sio mwingine bali ni Mheshimiwa William Ruto. Tunahitaji rais ambaye anaamini katika ugatuzi. Wamekatalia pesa za barabara na Lusaka anajua. SHA hailipi hospitali zetu na Lusaka anajua. Sasa Lusaka unasupport huyu mtu kwa nini? Na unajua anaumiza watu wako. So mimi ile kitu nataka kuwaomba watu wetu, iwapo tutaingiza serikali ya ulinda mwananchi hii
watu ambao tumefunzwa na baba kwamba lazima serikali iwe serikali ya maadili. Tuheshimu demokrasia, si ati kijana akipost kwa Facebook ama kwa Twitter anakujiwa na polisi. Sisi hatuwezi kubali utujengee barabara lakini utuue. Kwani kazi ya hiyo barabara ni kuingiza mili huku nyumbani tuenda kuzika? Sisi tunataka kuishi bwana. Vijana wanatuambia wanataka kuishi, waende shule, waweze kuinua maisha yao na maisha ya wazazi wao, si ndio? Sasa wewe Mheshimiwa Ruto, usianze kusema sisi hatuna sera, ati sisi hatuna sijui nini. Sisi tunajua katiba yetu inasema ile serikali ambayo wananchi walitaka ni serikali ya kidemokrasia ambayo inaheshimu haki za kibinadamu na inatawaliwa na sheria. Hapana hiyo yako ya mambo ni matatu. Tunataka turudishe nchi hii kwa reli ya maadili yaliyomo ndani ya katiba yetu. Na nawaambia hii, baada ya kurudisha demokrasia na haki za kibinadamu, Sifuna huyu bado anaweza kujenga barabara. Hata mimi stadium haiwezi kunishinda kujenga. Ukichukua ushuru yetu, usifikirie kujenga barabara ni kitu ya kukupigia makofi. Si tumetoa ushuru, lazima ufanye hiyo kazi. Mimi nawakumbusha hapa watu wa Bungoma, kulikuwa na dikteta alikuwa anaitwa Moi. Moi alijenga uwanja wa Kasarani, ni safi si safi? Moi alijenga uwanja wa Nyayo. Si tunacheza bola hapo watu wa FC, ingawaji siku hizi Goro wametulalia, lakini tunachezanga bola hapo, si ndio? Dikteta atakujengea stadium, mwana demokrasia atakujengea stadium. Tofauti ya watu wawili, mmoja wao ataua watoto wenu, mwingine atalinda haki zenu. So the choice is yours bana Befwe, the choice is yours. Nyinyi mnanijua vizuri, si ndio? Na mmesema kwamba munirangisie. Nataka kushukuru sana huyu gavana wa Trans Nzoia, Mheshimiwa Natembeya. Komando you know, huyu komando si ati hata yeye hawezi kuwa rais. I am not better than komando. Lakini in all humility amesema kwamba hii kasumba ya Western ya viongozi kupigana kila wakati tunawacha nyuma. Tunaweza kusikizana kwamba turangisie mmoja na akiingia sisi wote tumeingia. Mheshimiwa Natembeya, mbele ya hawa watu wa Kamkuyu, nataka niseme asante sana kwa kuleta umoja wa eneo letu zima. Nataka nikushukuru Mheshimiwa Boni Khalwale kule Kakamega na kikosi chetu chote cha Linda Mwananchi Kakamega. Nataka niende kule Vihiga nishukuru Mheshimiwa Godfrey Osotsi, tuko hapa na Mheshimiwa Karanga, wote wamesema tusonge mbele pamoja. Kule Busia Mheshimiwa Wafunyula, Mheshimiwa Undo pamoja na speaker wa huko county ambaye ndio candidate atakuja kutoa yule governor ambaye yuko pale Busia, wamesema wanatembea na sisi. Na kwa sababu tumetembea Kenya nzima, niko na ripoti yenu. Mumeona Mama Kawira hapa anasema kule Meru wanasema wao ndio Sifuna. Tumeenda kule Kumasaini, mulituona Kajiado, mulituona Narok, Wamasai wanasema ero Sifuna, tunaenda na wewe. Tumeenda kule Nakuru, wamekubali. Munajua wamengoja nini? Mumanyile bali ndile nanu bamulindile nywenywe balanga bali bene mwana. Sasa nataka niwaulize, tukianza hii safari nitageuka nikute mmetoroka? Munanichocha. Ni moto ya Masakari mumewasha nyinyi. Hii ni ya Masakari. Tutaenda mpaka mwisho. Nionyeshe kwa mkono wale ambao tutaenda mpaka mwisho hii safari. Mimi sitawaangusha na nyinyi msiniangushe. Asante sana, Mungu awabariki. Haya Kamkuyu oye. Na ndo mnandi Ruto mlipebe tawe. Maulile. Ruto. Yenye mmetosha. Hapa pia tuko na Mheshimiwa Zakaria Baraza, anawania kiti ya ugavana. Tuko na Mheshimiwa Wangamati Wycliffe, anawania kiti ya ugavana. Mwenyezi Mungu awabariki. Haya governor, nilikuwa nimesahau tu jambo moja tu. Bana Befwe, walisema hatuna pesa bwana. Sasa tulikuwa kwa soko ya Kiminini, wametujangia pesa hapa. Na huyu mama anasema mmechanga pia watu ya Kamkuyu. Ndio hiyo. Hizo matenbo bro ndio zinapeleka Ruto nyumbani. I swear. Sasa mam, utuambie tunataka tuongeze ndani ya hiyo. Hii ni ya Kiminini na Sikhendu, si ndio? Haya, mama unaitwa nani?
Kwa majina naitwa Emily Matingi Nyongesa, nikiwa mke wa Profesa Charles Ngome Kibanani. Imesiliwa. It's sealed. It's sealed. Oh, wamesila wako wanataka ufisadi, si ndio? Asante sana. Sasa nataka niseme asante sana watu wa Kamkuiwa. Hii donation yenu hii inatosha kuweka mafuta kuingia Nairobi. Wasidhani sisi ni wachache. Wacha wao wawe na pesa. Sisi tuko na wananchi. Na nashukuru Kamkuiwa. Pesa yenu naiona kwa pay bill. Pesa yenu naiona kwa pay bill. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mungu awabariki sana. Thank you very much.